Naitwa Madiha. Na unatabasamu tayari? No. Hapana. Hebu panda hapa juu. Hebu wageukie watu. Jamani, naona anatabasamu kabisa. Na wewe umetokea hapa? Nimetokea Dodoma. Dodoma? Ilikuwaje? Uliwahi kutusikia wapi? Uliwahi kunisikia wapi? Nilikuwa naangalia YouTube. Ikawaje? Ukaona nini YouTube mpaka ukasema huko na kunafaa kwenda huko? Mimi naona ni kama maajabu kwa sababu nilikuwa napenda kufuatilia maajabu mtu akiombea mtu anapona. Sasa nikaona katika YouTube yangu imekuja application yako. Ndio nikaingia katika channel yako. Ndio nikawa naangalia matukio kila siku. Hebu geukia kule uwaambie, maana unapotabasamu inatakiwa wakuone unapo. Hebu rudia tena wakuangalie unavyoongea. Nilikuwa napenda kuangalia matukio ya watu, yani tuseme maajabu ya vitu tuseme. Sasa nilikuwa naangalia kila mchungaji anaombea, manabii anaombea. Sasa si ukienda kufuatilia unafuatilia. Unatabasamu lakini au umeacha kutabasamu? Endelea. Ikaja application ya TV. Ilivyokuja ilikuwa ya mama hivi mmoja. Analeta vitu vya Freemasons. Akaja akaombewa hapa, akaponyeshwa na watoto wake wote. Mimi ndo nikaamini. Ulipoamini? Ndo nikaamini, nikaendelea kufuatilia zaidi. Nilivyoendelea nikasema sasa napata wapi namba na vitu vingine kadhaa. Nikaingia katika Google, nika search hii channel, ikaniletea kila kitu, application yote. Ikaniletea pamoja na location na pia namba. Nikajua namba ya kwako, lakini bahati nzuri nikapata namba ya Mtume Sekela pale. Nilijiamini zaidi. Na kweli unajiamini? Nachukua namba, sikutaka kumpigia opposite moja kwa moja. Sio vizuri. Inabidi umtext kwanza. Nikatext kweli, nikawa naendelea kuchat na mama yule. Kwa hiyo mpaka ndo ukaamua kufika? Nilipoanza kuchat naye nimetumia tuseme ni siku 3. Kwa hiyo mimi hapa jana ndo nimefika hapa. Sasa naona hao wamefaidi kuangalia. Geuka huku ni kuangalie sasa. Kwa hiyo sasa wewe umeguswa na nguvu ya Mungu uliyoiona wakati kwenye YouTube. Na hakika mpaka hapa tayari nishanigusa. Una furaha sana? Na furaha zaidi kufika hapa, na furaha sana kwa sababu naona tuseme tu kwa ufupi maisha yangu mpaka sasa yako safi. Hata kama bado sijafunguliwa. Sawa, ngoja nikufungue sasa leo. Unaonaje? Nikufungue. Hakika. Wewe Muislamu? Ndio. Ndio. Jina lako nani? Naitwa Madiha Ahmed. Madiha Ahmed. Mbona kama uko Mwarabu kidogo hivi? Nimechanganyikana. Chotara. Madiha, nataka niongee na wewe sasa. Sawa? Nataka niongee na wewe mambo yanayokuhusu wewe. Mambo yanayokuhusu wewe. Mbona unaogopa tena? Mbona unaogopa mambo yanayokuhusu? Maana nataka niseme siri zako mbele ya watu wote hapa. Madiha, naona unapiga moyo. Nataka sasa niweke siri zako wazi. Mimi ni nabii. Ndio. Yaani nimerudi nyuma nikaanza kukufuata maisha yako. Sasa hivi nakufuata mpaka unajifungua kama mtoto. Nakufuata hivi.
na kufuata unajifungua kamtoto, na wewe mwenyewe ni kamtoto bado. Una miaka 10 na ngapi? 19. Alafu mwanaume anakutelekeza, alafu unaanza kutafuta wanaume wengine, lakini hawakusaidii. Kila mtu akijaribu kuwa na wewe harudi tena. Ndio inavyokuwa. Ndio inavyokuwa. Kwa hiyo Madiha, kwa umri wako, hebu sogea karibu yangu. Macho yako tayari naona unalia. Ni sawa kabisa. Ni sawa. Kulia ni vizuri, ni ishara ya kwamba umekubali Mungu akusaidie. Umesarenda, unakubali Mungu akusaidie. Baada ya kuwa umezalishwa, mtoto wako ni mdogo sana. Ni kweli? Ndio. Na unajitahidi kumtunza, unafanya vibiashara. Wewe unafanya vibiashara na kuona unafanya vibiashara Dar es Salaam. Umetoka Dodoma lakini mimi nakuona huko Dar es Salaam. Zaidi. Yeah, Dar es Salaam. Tuseme mimi ni mwanamke ambaye ni mdogo lakini napenda kupambana. Dar es Salaam ni kwangu, Dar es Salaam niko kwangu mimi. Dar es Salaam. Sio katika familia yangu. Ndio. Unaishi kwenye chumba chako mwenyewe? Ndio, na mtoto wangu nimemwacha hapo. Umemwacha Dodoma? Kwa nani? Kwa mamangu. Mama. Unajua kuwa watu wameiba nyota yako. Wanaume nawaona hawa hapa, naweza kuhesabu hawa wanaokuwa wamekuwa na wewe, naweza kuhesabu. No. Wameiba nyota yako, wamekuacha hivi. Halafu wamekutupia nguvu za giza ili kila unapopambana usifanikiwe. Kwa hiyo mnaishi kwa dhiki, kwa shida. Baba yako mwenyewe kakuacha, hayupo na wewe. Ni kweli ama sio kweli? Kweli. Unateseka. Na sio wewe tu, familia nzima. Ndio mnashika pesa kwa dhiki, kwa shida sana. Kila mtu anapambana lakini ni shida. Leo hii nataka nikutoe kwenye vifungo, maana naona kama mmefungwa minyororo. Nikikuangalia hapa naona mmefungwa minyororo kwenye mikono na miguu. Hivi tu kwa kukuangalia naona mmefungwa minyororo mikono na miguu. Kuanzia tarehe ya leo, sogea karibu. Weka mikono yako hivi. Okay. Kuanzia tarehe ya leo, nguvu za giza, na huwa unaota ndoto mbaya sana, ndoto majitu kama majini, nguvu za giza, vitu vinakukimbiza, vinakuja kuwa na wewe kimapenzi sana kabisa. Unaota hivi vitu. Wewe una dada yako, unaye dada yako, lakini maisha yenu yote yako ya dhiki. Sema kwenye familia ninategemewa mimi, hakuna mtu, ni mimi. Yani mimi ndo naitegemea. Hebu kabla sija kutamkia kutoesha hayo majini, wewe unafanya kazi gani? Hiyo biashara yako, shughuli zako hizo unazofanya, nataka unielezee siku yako inavyokuwa. Unapoamka unaenda kwenye, nielezee kwa kifupi, alafu nikutamkie kufunguliwa. Mimi nilikuwa sina mwelekeo.
Kwa hiyo nilikuwa maisha yangu ni kutoka nyumbani naenda naomba kazi kwa payday nalipo kwa siku. Kwa hiyo nilikuwa nafanya biashara lakini nilibaki navyo mimi mwenyewe. Ndio. Sikuweza tena, hakuna mtu ambaye aliyopenda biashara. Na bado unafanya hizo kazi za payday? Yeah, bado. Mimi sasa hivi sina kazi. Sina chochote. Yeah. Mpaka ninapokaa sielewi pesa napata vipi. Mwanangu anaishije, familia yangu inaishije? Hawazi. Na una miaka 19. Jamani, think of this. Fikirini kitu kama hiki. 19 years. Na lakini katika ulimwengu wa roho, huyu binti akili yake ina uwezo wa kufanya kazi, biashara, ana nyota ya biashara inayofanikiwa kabisa. Lakini tatizo, ile nyota imeibiwa, hayuko nayo tena, imechukuliwa. Kwa hiyo amebaki hivyo alivyo. Okay, mimi nataka nikufungue kuanzia tarehe ya leo. Nataka nikufungue ili kwamba Mungu akusaidie kuanzia leo. Kweli utakuwa kichwa kwenye familia yako. Lete mikono yako tena kama vile ulivyoiweka mwanzo. Ndio. Kuanzia tarehe ya leo natamka ya kwamba nguvu za giza zote ulizotupiwa kwa njia ya mahusiano nazitoesha zote kabisa. Hakuna tena kuonewa wala kuteseka. Naachilia moto wa Roho Mtakatifu na damu ya Yesu ikutakase kabisa, na ninakupulizia pumzi ya uhai kuanzia tarehe ya leo. Kuanzia tarehe ya leo. Ndio. Kuanzia tarehe ya leo, majini yote yaliyowekwa ndani yako ili uteseke, ninayaamuru yote yaondoke, yote. Kuanzia tarehe ya leo, hakuna tena kuteswa, hakuna tena kunyanyaswa. Leo ni siku yako ya kupata furaha ya kudumu maishani. Kila nguvu za giza ambazo zimekutesa zote naziamuru ziondoke. Free. Simama. Nipe mkono wa kushoto. Na kutakasa kuanzia tarehe ya leo. Umesafishika kuanzia tarehe ya leo. Hakuna kuonewa tena. Narudisha nyota yako iliyoibiwa, na ikamata mahali ilipo, na irudisha ndani yako kuanzia tarehe ya leo, na irudisha ndani yako kuanzia tarehe ya leo. Umetakasika kabisa, uko huru kuanzia leo. Shwari kuu. Umefunguka kabisa. Kuanzia leo utafanya kazi na utashika fedha, na utaweza kuziona fedha na kufanyia kazi inayoonekana. Umenisikia? Amina. Umefunguka, unaweza kurudi kwenye kiti. Safari yako haikuwa bure.